moto moto. Na kwingineko ni kuwa muungano wa madaktari wa famasia na madaktari wa meno nchini KMPDU umepuuza agizo la waziri wa afya Aden Duale kuhusu uajiri wa madaktari wa kigeni na kuonya kwamba ukiukaji mkubwa wa kisheria za kazi, uhamiaji wa malipo unadhoofisha maadili ya matibabu na usalama wa mgonjwa. Akizungumza wakati wa kikao cha mwanahabari siku ya Alhamisi leo hii, katibu mkuu wa KMPDU Daktari David Jatela amesema muungano huo unaunga mkono agizo hilo kwa kuwa limegemezwa katika sheria zilizopo na kushughulikia kila alichokiita utumwa wa kisasa katika sehemu za sekta ya afya za kibinafsi ya Kenya. Kulingana na KMPDU, zaidi ya madaktari 300 wa kigeni wamepewa leseni ya kufanya kazi nchini Kenya katika miaka hivi karibuni, huku zaidi ya 3,000 wamefanya kazi nchini humo kwa miaka 3 iliyopita. Ingawa muungano huo unasisitiza kuwa haupingi wageni wanaofanya kazi nchini Kenya, unasema wengi wanaajiriwa na hospitali za kibinafsi na za misheni chini ya masharti ya unyonyaji ambayo yanakiuka makubaliano ya pamoja ya makubaliano ya CBS na kanuni zilizowekwa za Baraza la Madaktari na Madaktari wa Meno nchini. KMPDC na KMPDU imetaja kuwa vituo kadhaa vya kibinafsi kwa madai kuwa vinatanguliza faida kuliko ustawi wa wagonjwa kwa kuajiri madaktari kutoka nchi kama vile India, Misri, Pakistan na kuwaweka matarajio yasiyowezekana huku wakilipa mishahara ambayo haikisi wajibu wa kazi yao. Muungano huo ulionya kuwa vitendo hivyo hatimaye vinadhuru wagonjwa, hasa wa Kenya maskini zaidi. Muungano pia unahusisha kashfa za hivi majuzi za huduma za afya zikiwemo zile zinazohusiana huduma za upandikizaji wa figo na kulegeza utekelezaji wa sheria za uhamiaji na malipo. Kwa kujibu, KMPDU imetangaza kuwa inazindua kampeni ya kufuata nchi nzima ili kuhakikisha utekelezaji kamili wa kanuni za kazi, uhamiaji na taaluma. Kampeni hiyo italenga masharti ya ajira madaktari wa ndani na nje ya nchi, huku chama cha wafanyikazi kikitaka kuunganishwa mara moja kwa viwango vyote vya malipo vilivyoainishwa na kutangazwa kwenye gazeti la serikali. Muungano pia umetoa wito kwa mamlaka ya uhamiaji na wasimamizi wa kazi kuhakikisha utekelezaji na kuonya kwamba kuendelea kutochukua hatua kutatia doa mfumo wa matibabu wa Kenya na kuondoa imani kwa umma. Kididi FM kwa habari moto moto. Na tukiendelea na habari zingine ni kuwa Inspector General wa polisi wa huduma ya kitaifa ya polisi Douglas Kanja ameamuru msako mkali wa mara moja nchini kote dhidi ya ukiukaji wa sheria za barabarani kufuatia ongezeko la kutisha la ajali za barabarani siku 6 kabla ya mwaka mpya. Maagizo hayo yameamuru utekelezaji mkali ukiwalenga madereva wote kote nchini. Huduma ya polisi ya kitaifa imeelezea wasiwasi na masikitiko juu ya ongezeko la ajali za barabarani ambazo pia zimesababisha majeraha na uharibifu wa mali. Katika taarifa, msemaji wa NPS Muchiri Nyaga ameeleza hali hiyo kuwa ya kutisha, isiyokubalika na mgogoro unaodai hatua za haraka na pamoja na madhubuti. Uchambuzi wa awali wa ajali nyingi ulielekeza kwenye makosa ya kibinadamu yanayoweza kuzuilika. Sababu hizo ni pamoja na kuendesha gari kwa uzembe, mwendo kasi, uchovu wa madereva, kuendesha gari kwa ulevi na ukiukwaji wa mara kwa mara wa waendesha boda, ikiwa ni pamoja na kusafiri kwa njia isiyo sahihi na kupanda kwenye vijia. Inspector General wa polisi amewaagiza ipasavyo makamanda wa polisi wote nchini na wa trafiki wa mikoa, wa kaunti na kaunti dogo waweke hatua za utekelezaji mkali wa muonekano wa juu unaolenga kila aina ya ukiukaji wa trafiki. Msisitizo huo hasa umewekwa kwenye mwendo kasi, kuendesha gari ukiwa mlevi, magari yasiyofaa barabarani na kufuata PCV, huku kukiwa na uimarishaji wa vipimo vya kipumuaji. Taarifa hiyo pia imeangazia kwamba mahakama zitasalia kusubiri kuchukua hatua zinazofaa kuhusu aina zozote za ukiukaji wa barabarani. Kididi FM kwa habari moto moto. Na kwingineko ni kuwa chuo cha mafunzo ya udaktari wa Kenya KMTC kimeonya umma dhidi ya njama za ulaghai, ambapo walaghai wanadai kuwa kwa uongo utoa uandikishaji katika taasisi hiyo. Katika ushauri wa umma uliotolewa leo hii, taasisi hiyo imesema kuwa imebaini mpango wa ulaghai ambao unatumiwa na walaghai haswa wenye mitandao ya kijamii wakidai kuwa
kuna uwezo wa kupata au kudhamini nafasi ya masomo katika vyuo vya KMTC. Taasisi hiyo imewataka wananchi kuwa waangalifu kwa kutoingia kwenye mikono ya matapeli, akiwaonya dhidi ya kutoa taarifa zao binafsi au kutuma fedha kwa walaghai. Kididi FM kwa habari moto moto. Na waziri wa afya Aden Duale amewagazia maafisa wa kliniki wanaogoma kutii maagizo mapya ya serikali, hatua ambayo imezua shutuma kutoka kwa matibabu wanaodai kuwa waziri huyo anatatiza juhudi za kutatua mgomo unaoendelea. Duale ameamuru muungano huo kujadili mkataba wa majadiliano ya pamoja CBA, akiteta kuwa CBA ya sasa inatumika tu kwa kikundi kidogo cha matibabu walio chini ya wizara. Aidha, amedai kuwa CBA ya sasa ambayo inahitaji saini yake inashughulikia maafisa wa kliniki 150 pekee wanaoajiriwa moja kwa moja na serikali ya kitaifa, na kuacha zaidi ya matibabu 7,000 walioajiriwa na serikali za kaunti, wale walio katika hospitali za rufaa na hata maelfu zaidi. Matakwa yake yanakuja huku matabibu hao wakishtumu waziri mkuu kwa kuwa kikwazo cha kukomesha mgomo huo ambao umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya siku 16 licha ya kuadhimishwa na tume ya mishahara na marupurupu SRC. Kididi FM kwa habari moto moto. Na kwingineko ni kuwa wanajeshi wanane wa jeshi la ulinzi la Kenya KDF wamefikishwa katika mahakama ya Mombasa na kushtakiwa kwa ulaguzi wa dawa za kulevya katika kesi iliyohusisha methamphetamine yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 192. Kulingana na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP, washukiwa hao walifikishwa mbele ya mahakama kuu ya mwandamizi Gladys Olimo, ambapo wote walikanusha mashtaka. Waendesha mashtaka waliambia mahakama kwamba washtakiwa walipatikana wakiwa na kiasi tofauti, huku mashtaka ya mtu binafsi ya pamoja ikionyesha kile walichoeleza kuwa ni ukubwa na ugumu wa operesheni inayodaiwa ya ulaghai wa dawa za kulevya. Watatu hao pia wanakabiliwa na mashtaka ya ziada ya ulaguzi wa gramu 5,380 zenye thamani ya shilingi milioni 43 na gramu 8,941 zaidi zenye thamani ya shilingi milioni 71.5 zinazodaiwa kuhifadhi dawa hizo katika makazi ya watu. Upande wa mashtaka ulipinga ombi la washtakiwa la kutaka dhamana kwa kutaja uzito wa makosa hayo. Wakili mkuu wa mashtaka Brenda Oganda ameambia mahakama kuwa masharti ya dhamana yaliyopendekezwa yaakisi ipasavyo uzito wa mashtaka. Aidha, amesema kutokana na aina ya kesi hiyo na nyadhifa zilizokuwa nazo awali, kuna hatari ya kuingiliwa na mashahidi na uwezekano wa upelelezi kuharibika. Mahakama inatarajia kutoa uamuzi kuhusu ombi hilo na dhamana leo hii Alhamisi. Kididi FM kwa habari moto moto. Na katika rubaa za kimataifa ni kuwa kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anaendelea na mkutano wake wa dharura wa makardinali wote wa kanisa Katoliki duniani, ikiwa ni kwa mara ya kwanza tangu achaguliwe kwenye mwezi wa Mei mwaka jana. Tofauti na mikutano ya kawaida ya makardinali ambayo inaweza kufanyika mara kadhaa kwa mwaka, mkutano huu wa dharura unaokutanisha si tu makardinali wanaoishi Roma bali makardinali wote 245. Kwa mujibu wa tovuti ya habari za Vatican, ajenda zinajumuisha majadiliano kuhusu nyaraka 2 muhimu za mageuzi zilizotolewa na mtangulizi wa Papa Leo, Papa Francis aliyefariki dunia April mwaka jana. Mpaka wakati huu Vatican haijatangaza rasmi kile ambacho Papa Leo anakusudia kujadili na makardinali katika mkutano huo. Kididi FM kwa habari moto moto. Na mwisho wa mwangaza wa Kididi awamu ya saa 7, tupatane saa 1 kwa mwangaza mwingine wa Kididi. Jina langu ni Sara Nzilani. Shamra inaendelea.